Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu. Ninakusalimia sana katika jina la Mwokozi Yesu Kristo. Leo ninakuja kwako, natamani tujifunze nguzo 3 za maisha ya Mkristo. Nguzo 3 za maisha ya Mkristo. Nataka tu nikuhakikishie kwamba kama utayasikiliza vizuri mafundisho haya na kuyafanyia kazi kwa jinsi inavyotakiwa, na kuhakikishia utaanza kuona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Makubwa sana kwenye maisha yako. Ukitaka kuona uhuru wa kiroho na kimwili, naposema uhuru wa kiroho namaanisha uwe na uwezo wa kuona baraka za Mungu kwenye maisha yako, uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, uwe na uwezo wa kuamlisha vitu vikatokea, uwe na uwezo wa kufukuza nguvu za giza na zikakukimbia. Nisikilize hili somo. Lakini ukitaka kuona uhuru wa kimwili, kwa maana ya kwamba ukitaka kuona afya, ukitaka kuona ustawi wa ndoa, ukitaka kuona ustawi wa uchumi na kadhalika, ni lazima sana kusikiliza na kuyafanyia kazi mafundisho haya ambayo natamani tujifunze leo. Andiko letu la msingi linatoka katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka mstari wa 27. Mathayo mstari ule wa 24 mpaka ule mstari wa 27. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Mtu wa Mungu, na Yesu Kristo ametupa msingi huu ambao katika msingi huo tunataka tuende tukajenge maisha ya kiroho yenye nguvu sana, tukajenge maisha ya uchumi yenye nguvu sana, tukajenge ustawi wa familia na maisha yetu na huduma na kila kitu kwenye maisha yetu. Natamani tuanze kuangalia hizo nguzo 3 ambazo tunajifunza kwa Yesu Kristo, lakini kabla hatujaanza tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakurudishia wewe utukufu na heshima. Umetupa kibali na neema na nafasi siku hii ya leo tuweze kujifunza na kutafakari kila ambacho wewe Mungu umekusudia tupate kukijua. Ninaomba kwa ajili yangu pamoja na msikilizaji anayesikiliza mafundisho haya, utupe neema ya kuelewa na utupe neema ya kufanya sawasawa na mafundisho yako na makusudi yako. Tuwezeshe kwa Roho wako Mtakatifu atuongoze na awe mwalimu wetu. Ni katika jina la Mwokozi Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo anasema katika injili hii ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 mpaka wa 27, anatupa mfano mzuri. Anasema yeye anayeyasikiliza maneno ya Yesu Kristo na kuyafanya. Kwa hiyo kuna kusikiliza halafu kuna kufanya, kuna kusikiliza halafu kuna kuishi, kuna kusikiliza halafu kuna kuchukua hatua kwa yale uliyoyasikiliza. Changamoto ya watu wengi, wanapata mafundisho mengi sana,
hata yale ambayo walikwisha kuyapata miaka mingi hawayafanyii kazi. Nataka nikushauri mpendwa, kila fundisho unalolipata kwa Mungu au katika masuala ya kiuchumi, masuala ya afya, masuala yoyote, lifanyie kazi. Yale unayoyafanyia kazi ndiyo yatakayokuonyesha matokeo kwenye maisha yako. Karibu tuangalie nguzo 3 za maisha ya Mkristo. Hizi nguzo hazijaangalia tu upande wa kiroho peke yake mpaka upande wa kimwili. Ninamaanisha katika masuala ya kiroho na katika masuala ya kimwili, kanuni hizi zinakaa vizuri sana. Nguzo hizi zinakaa na kufanya kazi vizuri sana. Nguzo ya kwanza ni uthabiti au uendelevu. Wenzetu wanaita consistency. Uthabiti au uendelevu. Hii ni nini? Uthabiti au uendelevu ni nini? Ni kuendelea kufanya jambo kwa uaminifu bila kukata tamaa, bila kujali mazingira au hisia zako. Mtu mwenye uthabiti hafanyi jambo kwa sababu anajisikia, bali kwa sababu ameamua kuwa mwaminifu. Mungu anamthamini sana mtu yule au wale watu wanaodumu katika jambo kuliko wale wanaoanza kwa nguvu halafu huwa wanaacha njiani. Mungu huwapendi. Uthabiti ni kitendo cha kufanya jambo kila siku, kila wakati, kuendelea na kuendelea, hakuna kuacha mpaka mwisho wa maisha yako. Hii ndiyo maana ya uthabiti au uendelevu. Kwa Kiingereza wanasema consistency. Tuangalie maandiko. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9 anasema, tena tusichoke. Anaposema tena tusichoke, kwa lugha nyingine tu anaturahisishia, anasema tena tusiache. Ni Paulo anasema katika walaka wake kwa Wagalatia ile sura ya 6 mstari wa 9, tena tusichoke. Maana yake tusiache katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Mpendwa, kufanya kwa kuendelea kuna matokeo usipokata tamaa. Mfano, wewe umeanza kuomba, una siku chache tu kwenye maombi, una wiki moja, unataka uanze kuona matokeo, au unataka uanze kuona sawasawa na mtu ambaye ameanza maombi yake muda mrefu. Hapana, kinachotakiwa ni kwamba uombe na kuomba bila, hata kama haujaona matokeo ndani ya siku moja, hata kama haujaona matokeo ndani ya wiki moja, hata kama haujaona matokeo ndani ya mwezi mmoja, endelea kuomba mpaka siku utakayokufa, mpaka siku utakayoondoka duniani. Endelea kuomba. Huo ndio uthabiti. Wakati mwingine Mungu anaweza kanyamaza, anataka kuona nia yako. Kweli umeamua? Kweli wewe ni mwaminifu? Yesu alisema katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 1 na kuendelea, anasema akawaambia, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Halafu anatoa mfano, anasema hivi, mtu mmoja alikuwa na kesi yake mahali. Alipokuwa akienda kwa yule hakimu, anataka haki yake, yule hakimu hawezi kutoa haki, anashindwa kuamua. Maandiko yanasema kadiri alivyoendelea kumsumbua, ilifika hatua yule kadhi dhalimu, maana yake yule hakimu asiyejali watu, asiye na utu, akasema huyu mtu nitampa kwa sababu anaendelea kunisumbua. Kwa hiyo ni ushuhuda tunaopata ambao tunatakiwa kwamba tuendelee kufanya mpaka tuone matokeo, mpaka mwisho. Mpendwa, unafanya biashara, unaona biashara kama haikai, usiache. Unahangaika juu ya jambo fulani, unaona kama halitokei, usiache. Endelea na kuendelea,
mpaka litakapokuwa na matokeo kwa wakati wa Bwana uliokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo tena anazungumza katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 18, anazungumza maneno mazuri sana pale ya kututia nguvu. Anasema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Hakusema siku moja. Kwa hiyo anawatia watu moyo, anawaambia Wakorinto waendelee kufanya kazi ya Mungu siku zote, hata kama wanakutana na upinzani, hata kama wanakutana na vita, hata kama wanakutana na changamoto, hata kama wanakutana na mambo ambayo yanawafanya waumie, wakati mwingine wahuzunike, lakini anasema waendelee kufanya kazi ya Bwana siku zote. Angalia, anasema kwa kuwa mwajua ya kuwa taabu yenu sio bure katika Bwana. Hakuna mtu anayehangaika juu ya kitu asipate. Hakuna, hayupo. Ipo saa itafika, utaona matokeo ya taabu yako. Yesu anazungumza mfano mwingine katika Luka ile 9:62, anasema mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Wewe sio unaanzisha jambo unaacha, unaanza leo unaacha, unafanya siku moja mbili unaacha, halafu unasubiria unataka uone matokeo. Huwezi kuona matokeo. Na kuna wengine wanatangatanga sana, wanatangatanga mno. Mtu mmoja nilikutana naye, ni mfanya biashara, akaniambia, unajua mimi mpaka sasa hivi nimefungua biashara 10. Nikamwambia, zote hizo unabadilishaga biashara tu, unaanza hii unaacha, unakuja hii unaacha, unakuja hii unaacha. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia nilianza hii, akanieleza sababu, nikaja hii, akanieleza sababu, nikaacha hii, nikaacha. Nilichogundua ni kwamba yeye alishindwa kung'amua changamoto na kuzitatua kulingana na mazingira aliyokuwa nayo. Alitumia mfano mzuri wa maneno ya Yesu. Anasema hivi, Yesu Kristo anasema hivi, anasema wakiwakataa mji huu kimbilieni mwingine. Na yeye akachukua na akawa na dhana hiyo hiyo kwamba biashara hii ikikataa, anza biashara nyingine. Sikatai, ni sahihi, isipokuwa biashara yoyote unapoianza hakikisha umeshajifunza na kuielewa vya kutosha. Yesu huyo anasema, ni nani ambaye huwa anaanza kujenga mnara asipokaa akapiga mahesabu yake, asije akaishia njiani watu wakamcheka? Ni Yesu huyo. Mwingine anasema, sasa mtumishi, si utaje na hivyo vifungu vya maandiko, kavitafute vitafute. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ukae ujifunze. Kama ni biashara, ujifunze, elewa changamoto zake, elewa matatizo yake, na jifunze namna ya kutatua hizo changamoto na hayo matatizo kabla haujakimbia, kwa sababu hakuna mahali popote ambapo utaona ni biashara hii utaianzisha hainaga changamoto. Mpendwa, hakunaga mtu alishawahi kuitwa mshindi hajashindana. Kwa hiyo hakuna kitu utakachokishinda kabla haujashindana. Huwezi kuitwa bora, lazima uwe umelinganishwa na wengine, wewe ndo ukaonekana bora. Kwa hiyo lazima uendelee na kuendelea. Kama umeanza biashara ukila hasara, kaa chini, jiulize, kwa nini nimekula hasara? Tafuta mtaji, anza tena. Ukila hasara, jifunze tena, anza tena. Mwisho wa siku utaona imefunguka. Lakini fanya kulingana na uwezo ulio nao. Usiache kufanya jambo hata kama hauoni kitu kwa sasa hivi. Usiache kuomba kwa sababu hujaona majibu. Usiache kusoma Biblia hata kama hauelewi. Rudia kusoma kila siku, utaanza kuelewa. Usiache kutumika hata kama hujapongezwa. Kuna vitu vingine unaweza kuwa unavifanya hakuna hata mmoja anayekupongeza. Usiache.
endelea. Matokeo yake yatawafanya watu watakupongeza. Uthabiti huwa unazaa mavuno kwa wakati wake. Nguzo ya pili ni discipline, nidhamu. Kuna watu wengi wanaendelea kufanya mambo ila hawana nidhamu. Wanafanya mambo katika utovu wa nidhamu. Nidhamu ni nini? Ni uwezo wa kujiongoza kutoka ndani kufanya yaliyo sahihi. Ni uwezo wa kujiongoza kutoka ndani kufanya yaliyo sahihi, hata pale ambapo mwili au hisia zinataka kufanya jambo tofauti. Nidhamu humfanya mtu aishi kwa kanuni, sio kwa hisia. Usifanye biashara kwa sababu watu wamekwambia, unajua biashara fulani inalipa sasa hivi. Ulikuwa unauza nyanya, unaacha, unaenda kwenye hiyo biashara. Na hiyo biashara kabla hujakaa vizuri, kuna mtu anakwambia kuna viatu sasa hivi vipya vinatoka Uturuki, vinauzika sana. Unaacha hiyo biashara yako kama ni ya vipodozi, unaanza kuuza viatu. Nakwambia utazungushwa, utajikuta mwisho wa siku umerudi kule kule ulikotoka. Sasa discipline, nidhamu, inakufanya ufanye vitu sio kwa muhemko, sio kwa hisia, unafanya kwa kanuni. Nidhamu inamfanya mtu afanye jambo hata kama hajisikii kufanya. Unalala na unajua kabisa umejiwekea utaratibu, kila siku saa 12 lazima uamke kusali kabla hujaenda kazini. Alafu mwisho wa siku unaamka unasema siwezi kusali kwa sababu nimechoka. Huna nidhamu. Usishawishiwe na vitu vya nje kwamba kuna watu unajua kuna watu wengine anasubiri aombe mpaka akishatishiwa kulogwa, akishaona ameanza kuota madoto mabaya. Hiyo sio discipline, huo ni uoga. Kuna tofauti kati ya nidhamu na uoga. Nikupe mfano rahisi sana. Mimi wakati nasoma shule ya msingi, tulikuwa na mwalimu mmoja hivi. Nakumbuka alikuwa mwalimu fulani hivi, ni mkali kweli. Kwa hiyo ilikuwa ikifika zamu yake kwamba mwalimu hii zamu ni ya kwake, nilikuwa nawahi kuamka sana, nawahi namba. Kwa nini? Kwa sababu yule mwalimu ni mkali. Lakini sikuwa naamka kwa sababu ninajua ni wajibu wangu, inatakiwa niwahi shule, niende nikafanye usafi, niingie darasani kusoma. Nilikuwa nawahi kwa sababu mwalimu ni mkali. Kwa hiyo nilikuwa nawahi kwa sababu ya uoga. Sikuwa nawahi kwa sababu ya nidhamu inayotoka ndani. Nahisi umeelewa hicho kitu. Usifanye jambo kwa sababu umesukumwa na watu. Usifanye jambo kwa sababu kuna watu wamesema, au usiache kufanya jambo kwa sababu hujisikii tu kufanya. Fanya jambo kwa sababu inatakiwa ufanye na umepanga kufanya. Anasema Waibrania sura ya 12 mstari wa 11, kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki na amani. Mpendwa, ukijizoeza jambo fulani ni kama adhabu. Yaani unajua, ngoja tu nikwambie, kuamka kila siku saa 11 kwa ajili ya maombi ni kama adhabu vile. Lakini kadri unavyoendelea kujitoa hivyo na kuamka hivyo, utaanza kuona matunda, utaanza kuona faida. Sikiliza nikwambie, Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27 anasema, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha.
Sikiliza nikwambie, nidhamu ni kufanya jambo hata kama lina vizuizi. Hata kama lina vizuizi. Umepanga kwamba mimi nitasoma vitabu vya uchumi, nitasoma vitabu vya kiroho, nitasoma Biblia, nitaandika vitabu. Hakikisha kwa kila siku unafanya, hata kama umebanana kiasi gani. Nidhamu inakutaka ufanye, hata kama kwa udogo, lakini nidhamu inakutaka ufanye. Wewe umepanga kwamba mimi lazima nitakuwa nafanya mazoezi kila siku, nitakuwa nakimbia kilomita 5, nitakuwa natembea kilomita 5. Ukiona umebanana sana, kimbia hata kilomita 1, kimbia hata kilomita 1.5. Usiache kabisa. Nidhamu inatakiwa ikuongoze. Hiyo ndio nidhamu yenyewe. Unapangilia mambo kama inavyotakiwa. Umesema leo inatakiwa nifue, inatakiwa nipike, inatakiwa nifanye usafi nyumba. Ukishaamka, kama unaona una nguo za kufua saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, mpendwa, bagua chache utakazofua masaa 2, halafu masaa 2 utatumia kusafisha nyumba, halafu masaa mengine 2 utatumia kufanya vitu vingine, kupika na nini na kila kitu. Hakikisha unagawa vitu vyako na kuvifanya vyote kwa nidhamu. Otherwise, iwe ni lazima sana hilo jambo liishe siku hiyo. Lazima mno. Hakuna option. Lakini kama kuna uwezekano ukayapangilia yote yakafanyika, fanya. Hiyo ndiyo nidhamu. Nidhamu ni kutumia muda na fedha kwa hekima. Hekima ni nini? Hekima ni kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi kwa mtu sahihi. Ndiyo maana ya hekima. Nidhamu ndiyo daraja la kutoka kwenye ndoto kwenda kwenye mafanikio. Hiyo ni daraja, usisahau. Hicho ni kitu cha muhimu sana sana. Nguzo ya tatu. Nguzo ya tatu. Mpendwa, leo nakupa siri kubwa kabisa ambazo hakika ukizifanyia kazi maisha yako yanabadilika. Nguzo ya tatu. Hii ni self control. Wenzetu wanaita self control. Kujitawala au kujizuia. Kujitawala au kujizuia ni nini? Ni uwezo wa kutawala hisia, tamaa, maneno, hasira na matendo yako. Mtu ambaye anajitawala si yule asiyejaribiwa, bali ni yule anayechagua kutii kile alichojiwekea au kile ambacho Mungu anasema. Mtu anayejitawala ni mtu ambaye anajaribiwa, lakini haendi kwenye hayo majaribu, bali anachagua kumtii Mungu na kufanya kile kinachotakiwa kuliko kufuata tamaa zake. Galatia 5 ukisoma mstari wa 22 mpaka wa 23 anazungumza vitu vingi, lakini mstari mmoja tu pale wa mwisho anasema, lakini tunda la Roho ni, anavitaja hapo, halafu anasema kiasi. Kiasi ni kujizuia. Kiasi ni kujizuia. Kuwa na kipimo mpendwa. Usifanye ukapitiliza. Usifanye ukazidisha. Watu wengi wanafanya vitu kwa kupitiliza. Wanapitiliza. Wewe umeamua kuomba. Sasa unaamka tangu saa 12 asubuhi, unaomba mpaka jioni. Halafu hiyo siku haujatenga kwamba hii ni siku ya maombi. Kama umeitenga okay. Lakini kama haujaitenga, unajua kabisa leo kuna vitu natakiwa nifanye. Nataka nifanye 1 2 3. Nitoke niende kwenye hiki, nitoke niende kwenye hiki, nitoke. Gawa muda wako. Self control inakutaka wewe upangilie vitu, na kuna baadhi ya vitu ujizuie kwavyo. Ujizuie. Mithali 16 mstari wa 33 anasemaje? Asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa, na mtu aitawalae roho yake kuliko mtu atakaye mji. Tawala roho yako. Unapenda season sana,
Anza kujifunza kuzitawala season. Tawale, zimudu. Angalia, sema kwamba hata kama unapenda hii story ni nzuri, lakini mimi hapana, nitaiangalia kila siku nitakuwa naangalia vipande viwili, ili upate muda wa kufanya na vitu vingine. Unaangalia vipande vyako viwili, unamaliza kwamba nitaendelea na kesho, unafanya na shughuli zingine. Na ikiwezekana kabisa, kama ni jambo ambalo halina umuhimu, achana nalo, liache kabisa. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kujitawala ni pale itakapofika hatua unasema, leo sitaingia kabisa kwenye mitandao ya kijamii, nataka nitulie, nifunge na kuomba. Unazima simu, unaweka kwenye kabati, unaweka kwenye begi. Hiyo siku wewe na maombi, wewe na Biblia, wewe na milima na mawe, wewe na kupiga magoti, wewe na kuabudu, wewe na mapambio. Hapo una uwezo wa kujizuia. Kuna watu wanakushawishi, wanakuambia rafiki, twende tukatembee. Unawaambia hapana, leo siwezi kwenda kutembea. Kwa nini? Kwa sababu umetenga hiyo siku kwa ajili ya jambo fulani. Unajizuia. Mpendwa, jifunze kujitawala unapokasirika na unapokuwa na furaha sana. Jitawale katika matumizi ya fedha. Jitawale katika maneno yako. Jitawale mbele ya majaribu. Kuna majaribu yanaweza yakaja, lakini jitawale, jiongoze. Wewe usipelekwe na kila kitu. Usipelekwe na hisia. Usipelekwe na miemuko. Jitawale. Sikiliza mpendo. Kwa hiyo uthabiti au consistency inakufanya uendelee kufanya jambo jema kila siku. Kama ni kuomba, uombe kila siku. Kama ni kufungua ofisi, ufungue kila siku. Kama ni kufanya mazoezi, ufanye kila siku. Nidhamu inakufanya ufanye jambo hilo hata usipojisikia. Uamke kuomba hata kama una usingizi. Amka kuomba hata kama una usingizi, hata kama umechoka, hata kama haujisikii kuomba, lakini unaamka kuomba. Self control, kujitawala, kuna kufanya kushinda tamaa, hisia na vishawishi vinavyotaka kukuzuia. Uzime simu, uache vitu vinavyokuvuruga na uweke akili yako kwa Mungu wakati wa maombi. Sikilize mpendwa, una maono? Na kuuliza, je, una maono? Ulishawahi kusoma Mithali 29 mstari wa 18? Anasema hivi, pasipo maono watu huacha kujizuia. Na mimi nataka nikushauri mpendwa, mtu asiyekuwa na maono hajui anataka kufika wapi, na huwa hajizuii. Bali wote wenye maono hujizuia na baadhi ya mambo yasiyo ya muhimu. Mwenye maono hali kila kitu. Mwenye maono hasikilizi kila kitu. Mwenye maono hafanyi kila kitu. Mwenye maono hakai na kila mtu. Mwenye maono haishi kila mahali. Anasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa hiyo kumbe walio na maono huwa wanajizuia. Kasome ile Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 mpaka wa 27. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 9 mstari wa 24 mpaka wa 27. Kuna mfano mzuri pale Paulo anautoa. Anasema hivi, je, wale ambao huwa wanashindana katika michezo, si huwa wanajizuia na mambo fulani ili wapate kupokea ile taji tena inayoharibika? Je, inawezekanaje sasa sisi tunaotafuta vitu fulani tunashindwa kujizuia baadhi ya vitu ili tupate vitu visivyoharibika? Unataka ufalme wa mbinguni,
Kwa nini kuna vitu unashindwa kujizuia? Unataka kupata upako, uwepo wa Mungu, Roho Mtakatifu, neema ya Mungu, nguvu ya Mungu kwenye maisha yako na baraka za Mungu. Kwa nini unashindwa kujizuia? Jizuie. Hizi kanuni ukizichukua ukaziishi, na kuhakikishia kuanzia leo hii tunavyoongea, ukaanza kuvifanyia kazi, maisha yako yanabadilika, kila kitu chako kinabadilika. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni mimi mtumishi wa Mungu, mchungaji William Mkondo. Bye bye.